Unajua sisi tunalea tu. Hatuna muda wa kufuatilia mtoto wangu ana kipawa gani. Sasa hapa kumlea katika njia impasayo, kulingana na kipawa chake, kulingana na talanta yake. Haleluya, haleluya, haleluya. Saa zingine watoto wetu tunakaa nao, akinyanyuka hivi akipata ufahamu, unamuuliza unataka kuwa nani? Unataka kuwa nani? Kila mtu anaongea vya kwake. Mimi hapa nawauliza, mmoja nimuuliza juzi tu hapa, wewe ukisoma unaona nataka kufanya biashara kama mama. Nikasema wala, nikasema hii ni kujipanga mapema. Sikumkatisha tamaa, nikajua hapa ni kujipanga mapema. Huyu hata akienda kimpeleka Marekani, anarudi hapa nataka nini? Biashara. Na mimi nitasimama imara kwa ajili ya nini? Labda atabadilisha, lakini kwa umri aliyofikia anajua anachokizungumza. Sasa shida, anasema nataka kuwa mfanya biashara. Wasema kwetu sisi tunataka wanasheria. Wewe lazima uwe mwanasheria. Wewe acha kuumiza. Ndio ambapo imefika hatua tumeumizana na watoto wetu kwa sababu hatujajua talanta ndani. Haleluya, haleluya. Amekataa shule, anashinda kwenye magari, anataka garage. Mimi nataka aende sekondari. Achana na sekondari, peleka VETA. Peleka, atatoka na sifuri huyu, utapoteza muda. Peleka VETA, asome vizuri ufundi, yaani atakuwa mtaalamu huyu. Sasa tunalazimisha. Nafurahi sasa hivi hata serikali imegundua hilo. Kuna wengine imewawekea napoenda kwanza form 1 nafikiri, hasomi kabisa si geography nini. Wanasema elimu ya amali, muziki. Kama anapenda mpira, wewe ni kumnunulia jezi na viatu. Yaani hashughuliki na biology, hashughuliki na Kiswahili, hashughuliki. Yeye anashughulika na cherehani, kuibongonyoa, kuitengeneza. Ndo atasoma miaka 4. Akitoka hapo ni fundi, ndo madesigner. Hizi suti tunasoma nimenunua dukani, walisoma tokea watoto. Sisi wakati tumeokota tu hapo mtaani, anakushonea bega moja liko hivi. Amejifunza kwa mtu mzima. Anza naye kiwa bado mdogo. Sasa shida, tunashindwa kuibua talanta zao, tunawalazimisha. Mimi kwetu tukusoma, unaniaibisha mwanangu, mtaa mzima huu wako UDSM. Sasa walipotoka UDSM wamefanya, naomba tusikalili maisha. Naongea na wana wa Mungu hapa, lakini naongea na jamii watakaonisikiliza kwa njia ya YouTube. Tusikalili maisha. Mlee mtoto sawasawa na talanta yake. Unajua haya masomo ya physics sisi waituletea ni wazungu, wao wameshaacha. Anayetaka physics aende na physics, anayetaka chemistry aende, anayetaka mpira aende kwenye mpira. Si ndio mnaoangalia, mnawashabikia mpaka leo mnavana jezi zao? Ni wasomi wale, ni wasomi. Kaulize elimu zao, wana elementary education, elimu ya msingi basi, kujua kusoma na kuandika. Hajui sheria, ameajiri wanasheria, ndio hao mnawashangilia. Cristiano Ronaldo ni msomi. Cristiano Ronaldo alianza mpira kwenye academy, ameendelea. Mimi hata wakwangu akitokea akisema nataka kucheza mpira, nampeleka, nitalipia hata ada, ili talanta yake ifanye kazi. Hapo kunielewa ni kazi. Lakini mimi naongea hapa silopoki. Namshukuru Mungu kwamba pia shuleni nilikwenda. Sasa naongea kwa sababu hajui kitu, naelewa.
Tumejaza watoto mtaani, ukimwambia hata kafanye kapiga hata seremala hajui, ila ana masters, hana kazi. Hamjawaona watoto wasomi wako mtaani, mwaona kazi? Kwa tunazalisha nini? Tunazalisha nini? Haleluya, haleluya, haleluya. Niliongea siku moja hapa, leo hii tuna walimu wengi ambao ni wanajeshi. Ndio maana akifika kule shuleni watoto pusha, ruka juu, kichura, ni mwanajeshi, alikosa nafasi. Kwa anataka kila alichokikosa kule anakifanyia kazi huku. Na kuna wengine wako jeshini, lakini kiuhalisia haitakiwa wewe mwalimu mpole. Dele sio mwalimu, sisi tuseme nesi. Ukimwambia yule mtuhumiwa mpige buti, lakini wewe nakuonya, weza kaziuliza, huyu ni askari mwenzetu au mwanajeshi mwenzetu, wanajiuliza alipita kwingine, alilazimika. Sasa nataka niseme na wewe, kila ambacho kiko ndani ya uwezo wako mfanyie mtoto wako, mfanyie mtoto wako. Wapelekeni watoto wenu kwenye kazi mnazofanya, wasikae nyumbani. Utagundua huyu ni mfanyabiashara au sio mfanyabiashara, huyu ni mkulima, huyu ni mchimbaji, utajua. Amina, amen, amen. Mimi mmoja wapo akichagua kwamba nataka kuwa mchungaji, nitazunguka naye kwenye mikutano, naenda naye bondeni, yaani nataka kuwa mchungaji. Haleluya, haleluya. Sisi hatukuwahi kuchagua kwamba nataka kuwa mchungaji, ila kaka yetu alikuwa anajua sisi ni wachungaji, alitusotesha. Unajua msoto, kufunga bila mpangilio. Mnalala tu, mnataka kushika usingizi saa 7. Huku ndani, naam, tuamke, kuna kazi ya kufanya hapa. Kuna mtu yuko kanisani ana mapepo, hebu mimi nipumzike, kamwombee. Hapo ni kuvaa, ni kuelekea wapi? Kanisani. Yeye anapumzika, yuko pale, toka kuja mpaka kuna kuja saa 12, pepo zimeondoka, nakimbia mimi nasoma. Ni kuvaa uniform kwenda wapi? Alijua mbele kutakuwa kitu gani. Tusipojua talanta za watoto wetu tutagombana nao. Huyu mtoto anisikii, huyu mtoto ni kwa sababu hatujui nini kiko ndani yao. Bwana akupe kujua kicho ndani ya watoto wako. Bwana akupe kujua kicho ndani ya watoto wako. Haleluya. Kama ni mwimbaji, mfundishe kuimba, mpeleke kwenye kuimba, mpeleke chuo cha kuimba, ajue kuimba, mpeleke kwenye muziki. Akipiga hapa muziki, watamchukua tu, atapiga atauza. Amina, amen, amen. Kuna mchungaji atakuja hapa mwezi wa pili, mtoto wake mmoja namfahamu, Zoravo. Yeye mwimbaji anaitwa Zoravo, jina lake halisi anaitwa Haruni. Baba yake ni mchungaji, rafiki yangu naye kwenda Mbinga, ndio baba yake mzazi. Baba yake huyu mzee anaitwa Kilembe, alikuwa mkaguzi wa hesabu, mkaguzi wa ndani, wamesomea masuala ya hesabu, uhasibu. Alikuwa mkaguzi mpaka mstaafu. Na watoto wake huyu wa pili, yule Zoravo ni wa pili kuzaliwa. Amen, ni wa pili kuzaliwa. Akampeleka naye uhasibu, akapata kazi benki, lakini yeye anasema hataki kufanya kazi benki, anataka kuimba. Sema ukweli.
Nani angekubaliana naye? Mzazi ambaye angekubaliana naye nyoshe mkono. Wangapi mpaka wangelaani? Wangeita mpaka kikao cha familia wote. Wewe mwanangu, najua nilivyokusomesha wewe. Nimehangaika. Niko nanyesha na mvua, nachambua viazi na nachambua nyanya. Jomba mwanzo. Nachambua nyanya mimi hapa. Leo nakataa kazi, hela. Akasema mimi nataka kuimba. Kweli mwanzoni kaleta shida, lakini kwa sababu huyu mzee ni muelewa, ni msomi, akamwacha aimbe. Amejaribu kuongea, akasema endelea. Leo hii sasa anakusanya makutano. Ukiwa na mkutano kule kwao kwa baba yake, anakuja na waimbaji wakubwa. Yaani unaosikia waimbaji wakubwa wanashinda kwa baba yake pale. Hajaji, atoi hata shilingi 10. Anawasafirisha mwenyewe kwa ndege, anawarudisha mwenyewe, posho anawalipa mwenyewe. Sasa wa benki angefanya hayo, angesafirisha waimbaji akina Christopher Mwangi, angewasafirisha, angewakuta wapi bwana? Yeye ana connection nao. Kwa hiyo kuna vipawa vingine unavyoweza kaviona havifai, lakini mtoto wako akienda huwezi kujua kwa nini Mungu ameweka hicho ndani yake. Usilazimishe maisha. Usilazimishe maisha. Haleluya, haleluya. Wengine hapa wazazi wenu hawakuwapeleka kusoma, lakini Mungu kubaliweka biashara ndani yenu. Hata mngesoma mngeishia kwa tu, mngekuwa wafanya biashara bado. Kwa hiyo mngekuja kupita. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Nenda katafute kipawa ndani ya mtoto wako.